amebeba urithi ndani yako. Baba ni mmoja ambaye anaweza kupatia display, anaweza kuambia fanya hivi, fanya hivi, anakuelekeza. Lakini wengi wanataka baba ambao hawaonekani ili wasije kuwa accountable. Mimi kama Marko nimeona watu spindi kwenda kutafuta mchungaji ni wakati mtu amekufiwa. Watu wengi sana tu semanga yeye alikuwa mchungaji wa Kaimenyi. Na hata unajui muona wewe hata na macho. Ama kwa alikuwa anakuja Sunday, ama kuja anacha kutembea akiondoka, akifa yule unaona familia mzima inakuja kukutafuta. Anambia, "Wewe silikuwa pastor wao." Ungamwambia ya nani? Huyu alikuwa anakuja tu kama kanisa kama rafiki wa church. Sisi tunajua ni pastor wake. Na nielewa. Hiyo ndio vitu ukuta watu wanagombana. Bado na sio akisema kwamba hiyo kanisa inapendaka watu wakiwa hai, sio wakiwa wamekufa. Na akiwa hai alikataa muongoze. Si wanasemanga hivyo? Nakwambia kweli. Watu wakiwa hai hawataki haongoze. Maana wajui kukaa kanisani mahali ili ulelewe, kuna majukumu ya kufanya. Maana matai na waka hivi. Hii ni pesa hii yote hii. Na ni kazi ya wana. Unaelewa? Hizi tayosi unaona zikifanya hivi ni kazi ya nini? Hata hii monitor sio mali litokana nilikutanga hapa. Hii ni kazi za wana. Hizi kazi nyingine unaona hapa. Hii vitu ni kazi ya wana. Sasa wewe kama si party yetu, tutakuweka wapi? Wanaweza sio. Walimu ni wengi, lakini baba ni wachache wa kufanya mambo. Wanaweza sio. Lakini ukiwamesa hapana, nini kwa sawa? Napanda, anateremka, anaenda. Ile siku napatikana tu ipa. Nasema mimi ni wa kanisa fulani. Mimi ni wa Philippines. Mimi ni mpaka sasa ndio tunaacha kitu tunasema na fulani ndio kanisa. Anasema huyu aendangi. Ambia sisi si akisema ni kwa kuja kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Walimu ni wengi, lakini baba ni tuwekee Efeso 6:1. Kuna kitu nataka kufikia leo. Ili tuende haraka. Jumapili nifundisha vitu mingi. Niweka foundation. Sasa kurudi huko tena. Kama unataka kuona mafundisho mengi, enda kwa Facebook yetu ya Rema utaikuta hapo. Efeso 6:1 inasema hivi: "Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki." Inaongea kuhusu spiritual parenting. Baba zetu wa kiroho. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika so lazima kuwe na mwana wa kutii mzazi katika Bwana. Mwana anayetii, anayesikiza. Haya, weka version nyingine. Hebu tuone version. Weka version nyingine. Tufikie kitu fulani. Hebu tuone. Children of your parent in the Lord. Si wazazi wao kuzaa. Wazazi katika Bwana. Weka version nyingine. Megoma. Obey your parent as the Lord what? Weka version nyingine. Message hivi ama your children aweka message. And new King James version and King James version the same. Children do what your parents tell you heard. Children, it's your Christian duty to obey your parent. For this the high imeongea vibaya sana. Children, obey your parent in the Lord. That acceptable. Their guidance and their discipline. Nakwambia father is what? Is give you discipline. Sema ndio hii. Ndio hii. Or is representative. For this is right obedient teaches wisdom and the self discipline. Hii ni improvisation. Nikiona imeongea hivyo kuna kitu kingine hiyo side nyingine. Improvisation naongea vizuri sana. So lazima kuwe na mzazi ambaye mtoto ambaye anatii mzazi, maana mzazi amebeba baraka za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tuwekea Genesis 49:2. Wakati leo nataka kufundisha Genesis 49. Hapa verse 1, anzia verse 1 kwa Kiswahili. Verse 1. Yakobo akaita wanaye akasema, "Kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho." Yakobo amwambia hivi. Sawa? Kusanyikeni msikieni wana Yakobo. Ni kama anawatabiria. Umenipata? Anawapatia unabii. Kusanyikeni msikie enyi wana Yakobo.
msikilize Israeli baba yenu. Ruben umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na maribuko ya uweza wangu. Umewapita wengi kwa ukuna. Na jingine Ruben, wewe uko smart. Hakuna kama wewe. Umeenea kati, you are great. My firstborn. Wanaweza siwe. Verse 4. Mtu sikia Ruben nini akolea na babake. Umeruka mpaka kama maji. Wewe usiwiriki. Ruben una fly. Do no father gives you feathers to fly. Babako anakupatia mabawa ya kupaa. Anakuwekea randa ya kukanyanga iwende juu. Basi usiwe na ukuu. Umesikia nimemwambia ulikuwa mkuu, lakini ukuu wako nimekuondolea Ruben. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakatia najisi, ulipokipandia kitanda changu. Na jengine, Ruben nimekulaani, una ukuu, una uweza, lakini mimi nimekuachia laana. Nimeondoa ukuu, usiendelee, hata uko na mbio, hautaenda mbio, maana ulipanda kitanda changu. Ambariki amemlaani. Habari itakupata siku za mwisho. Ukuu wako hakuna. Na katika Israeli miaka yote waliyekaa, hakuna siku Ruben ametoa mfalme. Ilifika mahali mpaka vijana wa Israeli wote wakaisha. Watoto wakiwa kaendea Musa, waambia Musa, tunaomba tupatie urithi wa ndugu zetu. Musa akaenda kwa Mungu, Mungu awaambia wapatie kwa niaba ya ndugu zao. Mtu aliye laaniwa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Akaraniwa. Deuteronomy 33:6. Deuteronomy 33:6. Ruben na Aishi. Sasa imekuja, hebu weka turundie verse 1. Tuanzie verse 1. Sasa amekuja Musa. Babake amekufa Yakobo. Musa akaja. Hii ndio baraka ya Musa. Huyu mtu wa Mungu aliwabarikia wana wa Israeli kabla kufa kwake. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. So Musa amekuja kama baba wa kiroho, anasema nini? Akasema Bwana alitoka Sinai, akaondokea kutoka Saidi, aliagiza katika milima Chaparani, akaja Meribah Kadesh, upande wa mkono wake wa kuume palikuwa na sheria moto kwao. Hakika umewapenda hao makabila ya watu watakatifu wake wote, wamo mikononi mwako, nao waliketi miguuni pako, watapokea kila mmoja katika maneno yako. Musa alituagiza torati na urithi kwa mkutano wa Yakobo. Akawa mfalme katika shuleni alipokutumika wakuu wa watu makabila yote ya Israeli pamoja. Ruben na Aishi na asife, lakini watu wake wawe wachache. Kiswahili inaongea vitu vya ajabu, yaka Kizungu. Ni lazima uwe msome Biblia. Unajua Kiswahili hapa inaongea vitu ambaye vitu ambaye hajakuwa sawa. Sawa. Let Ruben, na jingine Ruben usikufe and not die. Let Ruben live and not die. Nor let his men be few. Hata ni Musa alibadilisha laana. Na Ruben usiwe mchache, usiwe mdogo. So Musa amekuja kubadilisha laana ya baba yake aliongea Yakobo. Musa usiwe mchache na upate kuishi mahali ambapo utakufa. Akaja kubadilisha laana ambaye ni ya kifo. Na katika mchana leo na kutangazia chochote unenewa na familia yenu, na aliyetangulia na aliye hai, na badilisha leo. Mahali mliambiwa hamutapita, nimetangaza mutapita. Mahali mliambiwa hamutafanikiwa, ninatangaza utafanikiwa. Kama Musa wa kizazi changu, nageuza maneno waliyekunenea na jamii yenu, na uzao wako haitatimia. Pokea baraka za Bwana.
Pokea baraka za Bwana. Ina mipaka waliwekea familia yenu, naivunja leo, inaitoa. Pokea kuishi miaka mingi, pokea kufanikiwa, pokea kuongezeka, pokea kuinuliwa. Sema mimi ninavunja, sema mimi ninavunja kila maneno aliyoongewa na aliyekufa na aliye hai. Nitaishi, nitaongezeka, sitakuwa mchache, sitazuiliwa. Hakuna roho, hakuna uchawi, hakuna waganga atanizuia. Haleluya. Jamaa akaamka na kisirani akasema hutakuwa mchache. Baba kwa alisema utakuwa mchache. I return it, I reverse it back to the sender. Haitakuwa hivyo. Na akabariki Rubeni na jamaa akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikwambia hivi, baba kwa anaweza kulani wa kimwili, lakini baba wa kiroho anabatilisha laana, anakubariki wewe katika jina la Yesu Kristo. Sikia nikwambie, hata watu wengine upata laana juu ya ujinga. Siku za ujinga, siku za ujinga. Ulipiga baba ukiwa mlevi ya Qurani. Sawa? Sasa umekuwa ni mzee wa kanisa, unahitaji baba wa kiroho hakubariki. Au ukiwa umevuta bangi zako, unatukana mama, Qurani. Sasa umeokoka. Bwana Yesu. Praise the Lord. To get father's blessing. Ningesema jambo la kwanza, you must honor your special father or your special parent. You must honor. Lazima uheshimu wazazi wako wa kiroho ili upate baraka. Sikiza, na si heshima ya maneno, ni ya matendo. Watu wanasema, mimi napenda babangu wa kiroho, hapa na wangu wa kiroho. Na mimi najua nakufundisha sababu ya miaka 10 ijayo. Unajua tutakaa nawe milele. Mungu atakubariki na atakuinua, atakupeleka kazi Mombasa, ngine ataleta South Korea. Hata mimi nakufundisha vitu watu watakapoenda utakusaidia kwa future. Sawa? Unaona mimi watu wewe zienda, mimi siwezi enda pasta, mimi nitakuanga hapa. Tulikuwa na mama Mboi hapa tu. Si tulikuwa na mama Mboi hapa. Sasa inaelekea mwaka. Lakini kitu kusaidia ni vitu ambavyo umefundishwa hapa. Tena kufanyia kazi huko itakusaidia. So ninapokuhubiria sikuhubiria kama unakaa hapa milele. Hakuna kitu kama hiyo. Na kusaidia ile siku tutakuwa na wewe, utakuwa mtu ako smart nako. Hata chaji utakapoenda. Kuna binti mmoja tukiwa Mombasa, alienda UK. So alikuwa kijana tu. Kwa tunaosha kanisa, kwenda crusade, kwenda kesha. So akaenda UK kazi. So akatafuta church, akaenda na church fulani. Kule UK watu waajiriwa kufanya kazi ya kanisa, kuosha vitu kama hizo. So binti akawa anaenda anaosha kanisa, anaosha vile tu amezoea Afrika, anapanga vitu vizuri. So pastor akamwambia, "Hai, wewe binti kutoka Afrika, kwani umefundishwa aje? Ningetaka kujua pastor wako. Hebu nipe namba ya pastor wako." So binti akampatia namba ya pastor. Akapigia pastor. Akamwambia, nimekuta uko na mshirika wa ajabu sana." Akamuuliza nini? Yaani huku washirika wa kanisa ni watu waajiriwa kuosha nini? Lakini msana anakuja, yeye anaosha na anashinda, anafanya kila kitu na anaenda kazi zake. So ndio ndio walijuana na pastor, wakajuana na bishop, wakaendelea mpaka akaja Mombasa huyo mzungu kutoka UK. Anaitwa Joe. Akaja Mombasa. Akawa na ibandani, anaye crusade Mbom kule, anaye crusade sweet, anaoka siku moja, akawa marafiki mpaka kaarika mchungaji UK kwenda kuhubiri huko kupitia mshirika. Lakini misingi aliyolelewa na aliyekewa ikabidi mpaka babake ya kiroho akapata access ya kupanda ndege ya kwenda kuhubiri nje. Sasa ninapokuhubiria mimi sihubiri kama unakaa hapa milele. Hii ni kambi ya jeshi na kulelea unaenda kupigana huko nje. Amen. Tuseme amen. Wewe unataka ukaa hapa mkuu mshika milele. Hapana. Lazima uinuke ili mwingine akuje. Kuna jamaa mmoja rafiki yetu mkaonga namjua. Alikaa chaje fulani miaka 4 miaka 10 na. Siku moja pasta wamuita kwa ibada amekuja kumwambia, "Wewe simama. Hiyo kiti umekaa miaka ngapi?" Anambia, "Toka nisikuone hapa tena. Hii kiti napaswa kuwa imekalia watu kama 10." Na akasema, "We, Asha leta mtu mwingine kaa hapa." Ambia, "Wewe nenda ukae huko nje." Jamaa pasta alihubiri akiwa amesimama. Na akamwambia, "Sarejani nisikuone hapa. Tena utafuta kanisa ya kwenda." Anambia, "Maana wale waliingia nao church, wamelelewa,
wakatrainiwa, sasa ni wachungaji. Wengine wakaja wakalelewa, wakatrainiwa. Roti ngapi? Roti mimi jamani amekaa hapo. Sasa yako na chachi Kitengela. Sasa tunaongea na wewe. Mkianga namjua. So mimi anasema mimi kwangu ni hapa basi nitaenda wapi? Tutakufukuza. Utakuwa challenge South Africa. Utakuwa challenge Korea. Ama Germany. Basi sisi Kizungu tutakufundisha Kizungu siku hiyo. Tutakuwa ongea Kimasai huko. Wanaweza asifi. Lazima ujue niko hapa nijengwe, niko hapa nifundishwe, nifanyishwe, niwe mwanajeshi, nikapigane kule nje. Wanashinda wewe unajua hata imagine saa hizi yule mtoto wako ameolewa. Hawa wanashinda hapo kwa kushika mareso wako jikoni. Nasukugana naye majikoni. Ama nipatie chapati. Ama na kina miaka 40, kina miaka 80. Utaambia toka uende uko rodi kaya kwa ameolewa. Toka nisikuone hata tena. Au kodisha nyumba yako. Wanaweza asifiwe. Wanaweza asifiwe. Sasa hizi baraka zinatokananga na Sasa friend of mine hata nimekaa bila kwa kazi nikaenda Nairobi mara ya kwanza Udheru. So mama maana naenda kwa ajili ya kuchunga ng'ombe, alikuwa majirani. Navuka tu shamba moja niingia kwao. So mama alikuwa na kijana ambaye nika yetu. Nilikuwa na miaka kama 21 hapo. I think 21 ama 20. Ndio nilienda Nairobi. Sasa mimi nimeachiwa Mboma. Nachunga ng'ombe, nachunga kuku, nafanya kazi zote. Sasa hiki jamaa nilikambaza mama yake siku moja anambia, "Kwani leo ulizaliwa?" Nikamwelezea mwaka nilizaliwa. Ambia basi. Wewe umezaliwa mwaka gani na ndugu yangu, huyu kijana yangu. Haya, kijana hata hajui kukamua. Kijana hata hajui kupika. 21 years. So ilibidi baki kijana hata anipendi, maana mama yake anampatia mfano na mimi. Mimi nakamua, mimi napikia, nakaa maisha yangu mimi mwenyewe. Aliye mniachia naishi buruburu. Mimi naishi kwa Boma Mzima peke yangu. Unaelewa? Sio kijana mama akawa anamsukuma, anamfanya. Ni watu wenye pesa. Yao baroto mani, babake alikuwa na kampuni 12 Nairobi. Watu tajiri sana. Ule alikuwa PA wa Kibaki. Huyu mamake ndio alisimamia harusi. Ruksi Kibaki alikuwa juana na mama kama tulivyojuana na wewe hivi. Ruksi Kibaki. So ni watu wenye uwezo mkubwa sana. Lakini vitoto ni vibonzo. Si angani vitoto, yani hakuna vitu vinafanya hata nini amani. Vitu vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye anakuja kwa nyuma anambia Kaimenye, fuata mamangu ananiambia si mamako. Anamuuliza unajua mimi ni kwetu ni wapi? Meru. Kilomita ngapi? Na anajiweka mwenyewe. Wewe kwenu ni hapa nyuma ya mlango. Si wewe ukaondisha Westlands. Enda Bururu kaishi huko. Sasa nitakaa aje? Niambia watu kwani mimi nakaa aje hapa? Siku moja nikatembea siku Kitengela. Sikia jamaa alikufanga, nikapigwa simu ambaye yule fulani aliondokanga. Sema sawa. Hata mamake mwenyewe alinipigia simu. Rafiki yangu hata wa leo. Unajua rafiki yako alipomzika anambia mama pole, Mungu akutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. So you must honor not in want but in deeds. Na hakuna mzazi afurahiangi mtoto wake akikoma. Na hakuna mzazi afurahiangi mtoto wake akimheshimu. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hii heshima ya maneno. Hebu tuweke kitabu ya Proverbs 30:17. Hebu sikia maneno. Proverbs 30:17. Jicho la mtu amdharuie babaye na kudharau kumtii mamaye. Kunguru wa bondeni wataling'oa na vifaranga vya tai watalila. Yaani wewe baba wa kiroho wa kimwili ndio unakuta generation hawaishi. Hawaishi. Hii ni maandiko. Jicho la mtu amdharuie babaye au kudharau kumtii mamaye. Kunguru wa bondeni wataling'oa na vifaranga wa tai watalila. Sio nakuta watu wengi wana macho. Alikwisha tunaona hata kitabu. Wewe una macho aje unapiga babako kofi? Una macho? Una macho unatukana mamako aje? Una macho? Imekwisha na kitabu na tai. Sasa mimi ndio niko. Hii mboma ni yangu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jicho
litatolewa. So hivyo ndio kunakuwa watu wengi macho hawana macho. Hata kama umesema na mandugu na mandanda ambaye mpendwa waheshimu baba na mama yao na ndugu zao na zao, jamani, waombe sana, waombe. Ile matokeo ataona hawataamini. Wewe just waombe. Hata ukiweza wafungie watolee sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Aya, Mithali 20:20, sikia hii naye. Mithali. Amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Weka New Living Translation. If you insult your father and your mother, your light will be snuffed out in total darkness. New version, GNT. If you curse your parent, your life will end like a lamp that goes out in darkness. Masikia neno hiyo? Mimi siku zote nimekuwa mshirika. Au ngongea huyu wa pastor wangu nikiwa hapo. Nilikuwa nakemea vibaya sana. Tena sana. Nimetokozana na watu wengi sana. Wengi sana. Kwa nini? Najua the moment ulimwengu wa roho nitaketi chini na watu niongee kinyume na babangu wa kiroho, cover yangu ya kiroho imeondoka. Nitabaki katika utupu. Na mambo nitakayopata sitaamini. Hasa ngajuanga hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kaba ile ulinzi unakutanga nimewekewa. Nasema acha na pastor. Acha na mapasta. Si wacha na bishop. General reverend. Hivyo the more unaongea hivyo. Hivyo sasa unaelaani babako na mako. Taa yako itazimia katika giza kuu. Nakuta mtu anaendesha gari hata uone gari nyingine kwa mbele yako, unaigonga tu na uko katika lane yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ya so mimi hata naulizanga watu hivi, "Hebu unatoa challenge wapi mnakaa mahali?" Nasema hivyo, "Unaona fulani anafanyanga, challenge. Wakati challenge kuongea kuhusu mamako na babako aliyekuzaa. Hiyo challenge ni wakati roho ya kukumaliza na kutafutanga. Have so many challenge." Kuna vitu vingi nielezea mamangu akaniambia hiyo kitu sitaki na nikamalizana naye hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Challenge. So itazimika mara moja. Angalia nini nifanye Elisha akatawala, akafanya miujiza tatu. Kwa sababu Elisha halitii Elijah kila mahali akienda. It was you. Iona this man. Alijua huyu ndiye ameungana na hatima yangu. When I miss this man, nimemiss future yangu. Bwana Yesu asifiwe. JBC hatujuangi watu wengi. Hatima ya maisha yetu imeunganishwa na baba yetu wa kiroho. Hatima ya maisha yetu. Na kuna vitu ukifanya unakuta unaingia kwa hatima yako very fast. Lakini tu rotation. Ya pili, hii nyingine niongea Jumapili, stima ikapotea. Never allow the light that your father carries to be quenched. Usikubali ile mwangaza babako wa kiroho amebeba ikazimika. Maana hiyo mwangaza inategemea hata maisha yako, inategemea hata pia maisha yake. Usikubali mwangaza ule amebeba ikazimika. Akachoka ikazimika. Akapiwa ikazimika. Unajua naonanga watu, tena kuambia tu kitu ambaye naweza kuambia. Naonanga watu, hakuna mtu afanye mistake duniani na hakuna mtu hawezi kukosea. Unaona hata mahali mtumishi wa Mungu amekosea vitu, unakuta bado washirika wanasema huyu ndio baba yetu. Hawa hawataki taa ya mtumishi wa Mungu izimike. Unasikia wanasema na watu wajinga wanafuata mtu na vile alifanya, they know this man is our light. Hakizimika, hakizimwa, tumeisha. Wamama wanakatalia yeye. Wazee wanakatalia yeye. Wazee wenye pesa, mamasa. As this we know
hata kama imefanyika hivi, ni vita imemlemea. This is our father. Hatuna mwingine wa kuendea, nitaanzia wapi? Wewe sisi tumekaa wewe saa hizi, utaenda wapi? Kanisa gani uanzie nini? Utaenda uanzie nini? Wewe ndio mwimbaji hapa. Ukienda hapo unaanzia kuimba? Utaanzia wapi? Sasa this is our father. We must fight. Nasema ya kwamba msiache taa. Tufungulie Samueli ya pili 21:17. Samueli wa pili. Na taa za watumishi wa Mungu wengi imezimwa na kukupata watu wa kuyakisha. 17. Kuanzia 17, 21:17. Lakini Abishai mwana Shuria akamsaidia, akapiga Mfilisti akamuua. Ndipo watu Daudi wakamwapia wakisema, wewe utatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Daudi ameenda vitani akiwa mzee, amezeeka, ameenda vitani. Kufika hivi, unajua Goliathi alikuwa na jitu 5. Kwa kina Goliathi kulikuwa jitu 5. Aliwanga moja, wakabaki 4. Ndio maana alipoenda kuchukua mawe pale kijito ile Kedroni, anaenda kuchukua mawe, alichukua 5. Kajua nikiangusha Goliathi atogezea mwingine tu Shibobedi, kitu kama hiyo. Naye akija nimwangushe. Akitokea mwingine nimwangushe. Bali wamangamize wote. Sasa ile aliyekuja Goliathi peke yake, wengine wakimbia. So njitu, hebu rudisha 16. Nafikiri 16 naongea tu fulani hapo. 16. Naye Ishibonobu aliyekuwa mmoja wapo wa Refai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 na shaba kwa uzani, naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumuua jitu. Jamaa amekuja, amejaribu kumweka chini Daudi. 17. Lakini maana alikuwa na wana. Sikia wanasema hivi. Lakini Abishai ambaye ni mwana wa Shuria akamsaidia. Yaani vita akamsaidia, akampiga Mfilisti akamuua. Huyo jamaa Shibobenobu akamuua. Ndipo watu wanarudi wakamwambia wakasema, wewe utatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Na nyingine sikiza, usikufe kifo ya aibu gani, uliishi kuwa Wafilisti na itangazwa ndio wamekuwa. Hapa waliweka chini Wafilisti wasikuue, eri watuue sisi. Lakini wewe kaa ndani utuombeange, kaa ndani utupatie mashauri. Taa ya Israeli sikazimika, lakini wengi hawajuangi mchungaji wao ndio taa yao. Tunataka kuzima hiyo taa. Weka kazi yako mchungaji. Nenda mlimani tuombeange. Taulipa school fees ya watoto wako. Nenda mlimani tuombeange, tutakulipia rent. Nenda mlimani tuombeange, hiyo gari yako utakaa mafuta. Nenda mlimani tuombeange, shughuli zako utajua bila zitafuliwa na ndobi, utajua bila tutakuwa tunaongelea suti mpya. Kazi yako ni kwenda mlimani, tafuta uso wa Bwana. Ukija asubuhi, tuambie Mungu anasema nini. Ukija asubuhi tupatie mafunuo ya Mungu. Niambie Mungu anataka nifanye nini mwezi wa Machi. Maana wewe ndio taa yangu. Nitalipa mbiru zako zote. Nitajua utakula nini, utavaa nini, utaishi namna gani. Wewe ndio taa yangu. Usisimike. Kaa tu mahali, tafuta ufunuo, tafuta Bwana. Nikinajua nikiwa na wewe maisha yangu itang'aa. Kimchungaji anauza maji ya 10, naendesha bonda. Na ngoja Jumapili mkutane hapa akuombea mtoto wako apone. Atapona na nini? Na 50 nyinyi mnapeana bonda. Anafanya kazi hoteli. Hiyo Moshi. Atakuwa na masaa ya kuomba wapi? Atakuwa masaa ya kusikiza neno wapi? Hasa ndio church ya leo ni tofauti na church ya zamani ya kina Musa. Ndio tofauti. Wewe mchungaji, kaa hapa. Ikiwanja unataka lipo 100,000 nitafanya kibarua, nitatoa 50,000. Nitafanya kibarua, nitalipa yote. Wewe just tulia. Wewe kaa tu tulia, relax. Gari yako utaweka mafuta.
watoto wako utasomesha, renti yako utalipa, wewe kazi ya tafuta Mungu tu. Niambia, ndio maana watu wa Mungu hata shida zinapokuja mchungaji haoni, maana mizigo aliyobeba ni mingi. Hata mshirika akifa hana habari, maana mizigo ni mingi. Anaamkia shambani asubuhi, ashinde kulima mpaka jioni. Akija jioni anaambiwa mke wake nichemshie maji, hata kabla maji yashemuka amekwisha lala. Ufunuo atatoa wapi? Shida zako atatoa wapi? Unakuta washirika ni kung'ang'ana, mchungaji ni kung'ang'ana. Hakuna mtu akwenda kwa Mungu atafute baraka za kimwili alete watu wa Mungu. Na hata akiwaletea wala analetea baraka za Mungu, akisha inuka anaama kanisa, haendi chachi tena. Anaachia mchungaji ile mabilo, ile mashinda, ile vitu alikuwa naye, na alimwombea kwa Bwana. Ambia ndaundi kaa hapa. Guys, utakaaje? Naambiwa tutakutunza, tutakuvika, tutakulisha, utakufanyia makaa hapa, usiende mbali, kaa hapa. So ninakuta kila mtu anauliza kwa Mungu Elijah, basi hakuna watu wa kutunza Elijah. Wabandia alitunza akifikishwa nyumbani akiwa sawa. Na hiyo akitoka ranchawa, mama amempita na gari, akienda makazini, akienda nyumbani. Israeli. So hili imefanya hata kiu unataka usiye kuambie hakuna pasa na upako, ni mambo inamsukumanga upako unazimika. Unanisikia? Mambo wewe unataka uniambia mchungaji atakuombeaje wewe upone ama ukombolewe? Watoto wako wawili wamefukuzwa shule, wako nyumbani. Amelima wiki mzima shambani. Wangojea saa ngapi? Hiyo neema atatoa wapi? Na neema ya jembe, na neema ya kuombea na kuhubiria. When you see it, naambia watu hivi, when you see a true man of God, celebrate him or her and support him fully. Support him. Support him 100%. Hiyo 10 uko naye, mwambie shika hiyo 10 kanunue nyanya, 10 bob, 10 hiyo kanunue nyanya. I have a friend of mine, pastor. Baba friend pastor mdogo akapigwa transfer kupelekwa Nairobi, wakabaki Mombasa. Huyo pasa kila si pasa ndugu. Huyo ndugu kila mwisho wa mwezi afanya shopping Kongowea dukani, anapelekea kwa mchungaji.
Mwambie shika. Mchungaji mdogo, mwambie shika. Mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwezi. Saa hiyo ndugu ni mchungaji. Ni mtu akwa nimeenda kwake nikakuta 20 liters ya mafuta ya kupima. Ile mafuta ya kupima 20 liters imewekwa hapo. Ni mtu nikakuta mke wangu anajua naongea kuhusu nani. Mtu nikakuta mchere kilo 50 kwa hapo ina kazi. Mtu nikakuta kwamba nikakuta unga ya chapati kwa hapo haina kazi. Hiyo ambapo mtu anakula kile anataka, si kile kinapikwa. Lakini alikuwa anabeba anapelekea nani? Mama mke wa mchungaji mzee anahubiri Nairobi. Na anampatia 200 ya mboga. Nakwambia mtu najua tena vizuri sana. Leo hivi yeye chakula kwake ni historia. Nasikianga na watu. Alinuka mara moja peke yake amrudia gari 600k. Hii vitu ya kiroho haifanyikangi vivi. Sinababishango kufanyika. Bwana sifi. Aidha watu wanakula na wakuli wa mboma. Nyama lazima inunuliwe. Mwe mnakula ama mkuli? Mkule mikate ni 5 ama 6. Kaida mkule ama mkuli? Nanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Usikaache taa Israeli. So watu wa Mungu wengi taa yao imezimika. Imezimika. So utafanya nini? Wewe utaenda kuombea, utaenda kibarua, tafuta school fees ya watoto wako. Hata ukawa pasa, unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu amekuweka huko. Upigane vita, Musa inue mikono upate ushindi. Hiyo kazi yako haiombe. Imagine uko kwa biashara na mtu akobaye na kuombea. Anaita Bwana nchawa, anaita Bwana kesha. Kwa sababu yako ni lazima utapenya kivyo vyote. Lakini ukiteka nyara ya ushindi, unakimbia peke yako nyuma na watoto wako. Kiatu mpya, toza mpya, mchele kilo 5, siunga kilo 10. Hata ule alikupigania hata una habari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hii mji wa Namanga, I have so many friends. Mpaka hii napitanga mahali mpaka nacheka. Mtu anapita anamwambia mchungaji, chukua hii kitu uende naye nyumbani. Si washirika, friends. Alafu namuombea, mimi naenda. Nikipita nasikia anakuita, "Pasa mchungaji kuja." Naomba siku nikupatie kitu fulani ukaniombea yeye. Mimi wacha tu nisiwezi, nakwambia ukweli. Mungu ile mama anifanyia, wacha tu. Sema what is this? Baba mwingine ushuhuda unazafikia hata ni uongo. Ni vile wewe unaamini Mungu. Andangu siku moja dadangu ule mdogo wa kwetu. So siku moja anambia, "Bro kuja, chukua hiki kiatu nikubariki naye. Hivi viatu ya raba, anauza viatu ya raba." So mimi nikamwambia sawa. Nikamwambia acha nijaribu zingine. Nikawapa kama 6. Hivi nikatoa. Mimi ni smart. Nikamwambia nenda bana kununulia lunch. Tukaenda. Kwa lunch tukirudi viatu tumenunua yote hiyo nilivaa mpaka nilikuwa amenipatia. Yote imeenda. Yote pea kama 7 simeenda. Sasa nikifika mimi naambianga chukua ile kiatu nataka na ujaribishe viatu vingine. Viatu rana vanga mingi salaba. Mimi sinunuangi kila mimi lazima anipatiwe kiatu mpya. Na kwambia tuenda kukula mahali tu tumekula. Hata tulikuwa 20 minutes. Tumerudi tu kaanza mdada fulani akimuuzia. Kuja hivi mpaka ile kwa amenipatia yote imenunuliwa. Bwana asifiwe. Usiache taa ya 3. Serve your spiritual parent. Tumikia babako wa kiroho. Manto na anointing haibebangwi na mtu atumikangi. We are so many people wanataka kuwa kama TB Joshua, wanataka kuwa kama TDJX, wanataka kuwa kama biashara fulani, wakili fulani, lakini until you serve the anointing hauwezi ukafikia na hauwezi ukapata. Bwana Yesu asifiwe. Because fathers carries mantle. Na unamtumikia na nguvu yako. Sikiza, your strength. Sawa? Your strength, your prayers. Na muombeanga kila siku. Hata hiyo pia ni service. Sawa? Your finances, pesa zako. Nitakupatia iwa kule. Nitakupatia. Acha niwaambie watu wa Mungu, acha niwasaidie tu. Niwasaidie kabisa mbele ya Mungu. Niwasaidie. Vitu vyetu tunafanyia kwa Mungu si kama kuonga Mungu. Vitu mingi.
Nasema Wakristo wengi. Hata sisemi unyinyi, Wakristo, mtumiaji na Wakristo. Unakuta wakati mtu ako na shinda, sikiza vizuri nikusaidie tu. Wakati mtu anashinda, anakuambia pastor, nimekuja niombee niko na sadaka. Si ndio kuna kuanga hivyo? Si mbaya kuombea mtu kwa sadaka, lakini wakati unashinda, sadaka unapeanga nani? Wakati unashinda Mike, sadaka unapeanga nani? Yaani mpaka upate unashinda utaletea pastor 1000 akuombee, ni kama kuonga Mungu. Unanielewa? Lakini Yesu wangu uko sawa. Hiyo 500 hiyo inakuanga wapi? That's the generation we are rising. Yaani they know tu, mchungaji nataka kwenda interview, shika hii 5000. Na wakati hakuna interview 5000 inakuanga wapi? Yaani wewe letea mtumishi wa Mungu akule bila maombi. Ni kama kuja kununua maombi. Ndio maana ifanyikani watu wa Mungu. Ni vizuri kuombewa na sadaka, lakini jifundishe kuwa mtu ambaye ni wa maisha ya kuhakikisha mtumishi wa Mungu amekaa sawa, amekula, amekunywa, amevaa, una celebrate your man of God. Wanaza sio? Mimi vitu vingi napeanga na watu wanapeananga. Nilienda kuhubiri Karatu. Nikapewa iko ya Kimasai, nikapewa sima, mpaka nguo za kuvaa za mwili. Niliambia pasa hivi tusipeleke Kenya, napeleka Kenya wale kuna mkono watu ambao kuna NDP Kenya. Haambia pia washirika wako hawa. Hivi vitu wametoa. Ichue kwa ya Kimasai sio 2, naletea mama, sina ni vitu kadha tu. Haambia vitu na zilikuwa mingi. Ningelipia mpaka gari. Haambia pea watu. Napeleka wapi hizi vitu? Pasa wanatoa bariki, anambia nimechukua, nimewabariki. Unaelewa? Nimechukua nimefanya nini? Nimewabariki. So mwingine mpaka ngangana naye, maana roho naye uchoi iko ndani yake. Nipakie vizuri, nikifika kesho utajua mimi nani. Navaa ya blue leo, kesho pinki, yellow. Wajua niko ndani. Unalipia mpaka Karatu, Arusha. Unalipia kutoka Arusha, Rongido. Si Rongido hapa mpaka unaita Nikondema. Nikondema nipelekea hivi vitu nyumbani. Matambara tu. Matambara. Yaani nguo itaisha iwe rangi. Yaani ndasta. Ndio nabebana kutoka Karatu mpaka Kenya. Na kuna watu hawana. Wapatie. Bless them. Watakuombea siku zote. Sikwambia nienda kuhubiri Tanga. Mzee mmoja akawa anakuja. Kulikuwa crusade 18 days. Mzee mmoja akawa anakuja, mzee tu wa miaka kama 78 anaelekea huko. Na mke wake anakaa wakati hapo mbele. Sauti ananiambia mpatie trouser na shati. Na mke wake mbariki ni 5000. So mimi nikakuja jioni, nimebeba, nikamwambia baba, shika hii. Nataka uniombee. Nikae miaka kama yako. Mzee nikainama chini, akaniombea. Kapea mama 5000. Mwambia sawa. So mimi nimekuja tu, niko hapa kanisani kule chini. Mimi nimetulia tu huko tu. Na mmoja akaja hapo tu. Ameniletea trousers 6 trousers. 6. Hata sisi nilipeana zilisha ziliendanga hata zingine wapi. 6 nikiwa hapo tu. Hiyo wiki haijaisha. Nimetoka Karatu na nimetoka hapa Tanga nafikiri Monday. Haiko fika hata Sunday. So hivi vitu zingine wananianga. Nakula. Pia mwenzako acha kula mbegu. Jua kitu. Mwambie mwenzako acha kula mbegu. Jua kitu ya kupanda. Mwambie acha roho ya uchoyo. Mwambie roho ya uchoyo ya kweli kutoke. Mwambie kuachilie. Wacha uchoyo. Peana vitu vya. Peana. Na utapewa. Utapewa. Kuna vitu ukifanya sasa hivi wewe uhangaika miaka ya zamani, miaka ijayo. Wanaweza sio. Na wacha nikwambie, hahitaji, mimi naambia wachungaji, naambia baraka zako kwa kanisa yako katika mwito wako. Naambia pastor, you are blessings that in your call. Mwito ule Mungu ameweka ndani. Si kwa chati yako. Unaweza kuhubiri hivi. Mungu aguze mtu akupatie gari mpya. Ile washirika wamekununulia? No. Naambia toa macho yako washirika wako siku zote. Tumikia Mungu mwenye kubariki watu. Amen. Bwana sifu. Mwenye kubariki watu. Sasa watu wanaangi hivyo. Sasa Swini. Nasikia mtu anakuuliza, Unye maswali nyingi utachukua na nizanga nanga. Kwani washirika wangapi? Naambia mimi sasa mengi washirika. Mimi ule atakuja ndo na ubiringi. Naelewa? Sasa unajua Daudi siku moja alihesabu watu. Anataka sema kwamba shetani akaingia Daudi akahesabu watu. Yote Daudi alihesabu, Mungu alimuua. Unajua kwa nini? Alitaka kujua ana wanaume wangapi ili hata akienda vitani hajue niko na wanaume wengi. Akiwa Goliathi, wanaume walikuwa wapi? Aliua na Mungu.
Sasa amesahau Mungu, ameanza kuhesabu watu, hategemee nguvu ya watu, akose kutegemea Mungu. Yoyote Daudi alihesabu, alimuua Mungu. Na mahali Mungu alimtokezea katika shamba la Arauna, hapa niliambiwa hapo ende utoe sadaka hapo hapo kwa hiyo shamba, ili hasira yangu itulie. Hata nyinyi ambao mnatumikia Mungu, tumikiani Mungu kujua ndiye analipanga watu, si mchungaji. Ana nilikuwa naambia si nini ama nilikuwa naambia nani? Kaambia mjaanza huduma kama mjalala kwa lori nyuma. Mjaanza huduma. Tumeenda Rukongo hapa mnaanza kusumbuka. Ndani ya lori ina maspika. Mnatoka kama hapa kama Kitengera. Kwa nyuma ya lori na imefungwa. Ukifika huko umesweti karibu uende mbinguni. Haribu imbe ile wimbo ile shoro ya mwadhani yekalingwa egoro. Mmesweti, mmefungiwa nyuma. Nakumbuka nimetoka kurusini Mariakani saa 8 ya usiku, tukafungiwa nyuma ya lori. Si nimekaa hapo, wallet yangu ikaanguka na nilikuwa na nauli. Tumefika Mombasa, tukalala nje. Huko ni kwa umbu yatusabulia vizuri. Sasa tumetoka amka asubuhi na moja. Kwa nini mimi nakumbuka nimechoka yangu yote. Nimeenda nimepanda gari. Kwa hiyo mwingine aitwa Steve Kariuki, mkaanga namjua. Sio nimepanda gari. Sasa mimi nimefika wakati wa kulipa. Ngambia Steve nitakulipia. Kushika wallet hivi, hakuna kitu, sina wallet. Steve nikamwambia wallet yangu simani nitupa. Kama ni Mariakani ama Korodi sina habari. Haya, sawa. Akanilipia nauli. Hata nashukuru Mungu tulikuwa tumeenda naye njia moja. Akanilipia nauli. Natoka hapo. Maana nikaenda lori kiofunduliwa utolewa. Kumbe naye kurauka sui mandundu, si mandugu mandundu. Wakaona wallet, wakatoa pesa, wakaniachia wallet. Kanisani kuna watu kila aina. Kuna mandugu bandia na mandundu. Wanaweza si. Nimetoka kesho kuruseni, nimelala chachi na nimeibiwa. Na wananiibia si warebi. Ni watumishi, wateule kama sisi. Utatumikia Mungu tena zaidi. Maana utumikii pesa, unatumikia Mungu aliye hai. Si nini alikupatia pesa? Maraka sema kwa nini uko naye ngombe kupewa? So you must serve your spiritual father. 2 Kings 3:11. Fathers, they gave you feathers to fly. Hata nilikuwa nabii kesha mahali na nikaambia watu hivi. Kuna watu sasa inapaswa kuwa makaburini kama si baba wao kiroho kuombea. Kaburini kabisa. Anyazi kamea. Lakini Sefati akasema, "Je, hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye." Akaje mtumishi mmoja wa ufalme wa Israeli akasema, "Yupo hapa Elisha mwana wa Sefati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Elia. Ako hapa." Mfalme ameita watu wengine wakatabiri mambo yao. Yosefati mfalme wa Yuda akauliza, hakuna nabii mwingine tumuulize? Haibara lazima kuwe na mbegu ya Elijah ile bakia duniani. Akaambia kuna moja alikuwa akitumika kizungu. Alikuwa akitumikia Elijah yuko na kumimina maji, kumwashia nguo, kumwashia gari, kumpepea mkoba. Yuko moja, twende tukamuulize. Yuko. He served this man 24 years akimfuata tu hivi. Lakini generation ile inafuata watumishi wa sababu kile watapata, si kwa sababu ya roho ile watakapata. Ana baba mission wapi? Nakuru. Unajua hapa 10,000 imeingia. So yeye anaimalizianga na 10,000. Mmoja alikuwa anafundisha juzi pastors conference akamwambia, alisema preaching 1 hour in the service. Mshahara wako unapaswa kuwa 500,000. Mshahara wako 1 hour kwa service 500,000 paswa kuwa umepo. Akasema hakuna calling iliyo juu kuliko calling ya mchungaji. Aya, nilipendi sasa. Nilifanya ibada ya kwanza ilikuwa masaa ngapi? Ilikuwa ndema 1 hour 30 minutes. Hiyo ni 750. Sawa? Sasa nenda kumalizika 1 hour. Hiyo ni pesa ngapi? 5% plus 1.2. Haleluya. Niandikie check nikitoka hapa nikute kwa ofisi.
1.2. Wale hiyo uzunguni tunalipa na masaa. Au lipo hivi. Ndio na Waafrika wanataka kukimbilia uzunguni wote. Makahubiringi huko. Nyumba ni bure, maji ni bure, pesa allowance ni bure. Lakini nawe kuna kitu utakuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Elisha the son of Shaphat is there. Who poured water on the house. Natafuta inaitwa minister. Si ni NIV. Unaenda sema minister. Tafuta uweke minister. Alikuwa akimtumikia mtumishi wa Mungu. Naambia watu kama vitu ya hii ya Kiroi na peanangwa, ingepewa ndugu zetu, kazini zetu na wazazi wetu. Tungekuta baba zetu ndio makibisho. Bwana asifiwe. Lakini kitu ya kushalisha. Elisha the son of Shaphat used to pour water over her. Haya sawa. Bwana Yesu asifiwe. So lazima kuwe na watu ambaye watakaye tumikia mtumishi wa Bwana. Sema amen. 2 Kings 4:8. Kwa Kiswahili. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Sunemu. Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, na akamsulubisha aje ale chakula. Kwa kila alipopita nje njia ile uingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Yaani mama alihitaji kuwa na macho ya kiroho. Aone huyu mzee wengine kwa ni mtu wa kawaida, huyu ni mtu wa Mungu. Anayepita hapa kila mara. This one is not an ordinary man. Ile mwanamke akamwambia mumewe, tazama, ayatoe verse 10. Verse 10. Na kuomba tumfanyie chumba kimoja ukutani. Sawa? Na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinaja taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Umesikia neno hiyo? Jamaa mama anasema nataka mtu wa Mungu tushike Mungu wake akaange hapa. Tutakiaje? This one is the man perceiving. I perceive this the man of God. Perceiving ni kumaanisha kwamba ni kuidentify kitu wengine wa-identify, ni kuona kitu wengine hawaoni. To notice something. This is a man of God. Ana kitu kwa sababu yangu. Ngine wakimwita kama Njoroge, this is the man of God. Na tumjengee nyumba, tumwekee kinara. Maeneo nimeenda mimi nikasuka miaka yangu yote. Nimeenda Central na kutanga watu. Mchungaji na nyumba, wanachanga pesa, wanamjengea nyumba. Central. Mimi nimekaa maeneo mingi. Nakwambia ukweli. Wanachanga, ndio maana nimekuta wakichanga pesa, nulia pasa wa gari. Hata hapa na mama wale tulijaribu kununulia gari, tulipigwa sana. Wachungaji wananunua gari, shirika tembea na miguu na ni watu njovi wana furaha. Sisi tununulia watu wengi. Iko online, iko hewani. Iko online. Haya. Tumenunulia watu kadhaa hapa na manga. Wengi tu. Sawa? Lakini Yesu inapitanga mtaani. Hautaamini. Si hata nyinyi mnakuwa mtaani, si mnajua? Si story. Dunia pasa. Tata kubeba, hawa wanakupita barabarani. Kwa nini? Wanataka watoshane wote. Na hapo unakuta father anapita na porando. Father anapita mshirika wake, akimwona anainama. Porando mpya. Na hata ingii kwako. Kweli masi kweli? Sasa angalia tofauti yetu na watu wale wako kule. Bwana Yesu asifiwe. Na nyumba amepewa bure. Chakula kila kitu. Lakini njoo jamaa nani aliroga sisi watu warokore? Bwana Yesu asifiwe. Ni warokore peke yake sasa hivi. Jumapili nakuja hapa na VAT mpya. Nakwambia unaweza hata kuja kanisa. Nasikia pastor wengine wana worshiper. Huyu pastor alikuwa mzuri siku hizi wana worshiper. Na hiyo gari mpya ametoa wapi? Ameingia kwa mashetani. Kwa mashetani. Mama ile ananiangalia akiwa pale.
anaangalia hivi tu. Hapana mimi siendi huko. Naweza kuatoroa kafa. Hivi nikaa hapa. Mangine sikuone huko. Yesu asiwe. Unaangalia pembeni tu hivi. Hujasikia zinaenea kila maeneo. Amenyoa mashetani. Ni kama Mungu tunakesha, tunafunga, tunatafuta apeanangi, abariki. Hiyo roho ishindo kwa jina la Yesu Kristo. Tunakemea masikini, tunakemea roho ya shetani ya kuonyesha yeye ndiye ako na baraka, ndiye ako na mashamba, ndiye ako na magari. Hiyo pepo ikufe kanisani, ikufe kanisani. Tumetangaza haina uwezo ndani yetu. Utasikia utashangaa wewe mwenyewe, utasuka wewe mwenyewe. Sio mwingine mke wake amekufa. Semekana ametoa kafara. Alikuwa na kanisa ina watu 5000. Sasa ndio kuja kwa watu 300. Masishi imezikwa, pasa ametoa mke kafara. 5006. 300 people. 300. Pasa akashikwa na asas. Akashikwa na blood pressure. Akaenda kwa mchungaji fulani. Akamwambia sitahubiri tena, hiyo mraji imekupatia. Pasta akamwambia kaa hapa. Akawa anamuongelesha, akawa anamtuma pasta Sunday kwenda kuhubiri kule. Kufa ni kawaida. Na hakuna mtu ataenda mbinguni ama hakuna mtu ataenda kuzimu. Kufa ni kawaida. Kifo hiyo is normal. Unaelewa? Akaambiwa wewe ndio unajua 5000 seat. Ukute 300 people Sunday. Kwani hata unafikia hata utaamka? Huwezi amka. Bwana sifu. Basi amka. Kamsaidia. So akawa akiongea. Anaambia watu wa Mungu, kanisa jamani nini tufanyie wangu? Kitu kifanyika hivi sisi tunajua shetani anamefanya si Mungu. Every time. Mzee ana vidoda. Unafikiri mtu kuchunga kanisa 5000 people ni mtu hivi hivi? Mtu very strong. Lakini pigo la washirika wale aliombea. Wale walite, maana hakuna mtu anajua pastor wake. Wewe unasikiza hizo za watu wa nje. Wewe unanijua mimi nakuhubiria kila Sunday. Unanipata? Every Sunday we are with you here. Kila Sunday lunch hour ukija unaniona kutoka ofisini hapo, unaongea, nini unaondoka unaenda na unapewa habari zangu unaamini. Naambia yule pastor unajua kwangu mzuri. Yule pastor kwa worshiper. Yule kwa man, na tunakuwa na every time. Wewe tangu asubuhi tu ukuja hapa, unaweza kuabudu shetani hapa? Tangu wewe ingia hapa. Wanaweza na unasikia maana ina uchawi ndani yake na kusudi lingine wanataka kumaliza maisha yako. Watu 4,000 kuacha mtu siku moja ni watu ambaye si rogani ilitumika hiyo. Na wamekana mtu wa Mungu. Na wamekana mke wa mtu wa Mungu. They know everything about their life. So lazima kuwe na watu ambaye ya mwisho namalizia tutaenda nyumbani. Tukutane kesha ama crusade. Never walk out of your spiritual cover. Your spiritual father cover. Usiondokea ulinzi wa babako wa kiroho. Usiwahi ondokea. Spiritual father coverage means a lot to your life and your children. Mimi naangalia ngata hiyo watoto wao ndogo wao wakina Renji nao naangalianga. Kwa hiyo ukibebana Renji sasa yule unampeleka kumuonyesha babake wangu mwingine wa kiroho. Tumekaa naye ananijua vizuri sana. Uone hata umechanganyikiwa mahali. Wanaweza sio. Yaani mama ile unabana kina Mangri tunamwambia twende kanisa hivi. Sasa unafikiri hata ile siku atakuanga anajua mama yetu hakuwa smart. Anaweza sio. Na wengi tu hawa. Yaani mpaka wao hawajui mtu mwingine. Wanaweza sio. Hawajui sasa unajua kwa wavuta hivi, kwa fanya hivi. Jamani. Shindwa. Mpaka nimekuta. Ndio aliniambia hivi. Kaniambia mtoto wake, maana hasa kanisa huko tunaenda mbali. Si wewe unaenda hapa karibu. Ambia mimi hapana. Hata hiyo kanisa kama maitiza nitakuwa naenda miguu. Mtoto ninamwambia hiyo. Mtoto wa shule, primary, hata secondary. Alikuwa anaenda. Sasa mama ananiambia mimi nilikuwa nataka at least kumwona. Hawe aende karibu tu. Maana niliona mimi siko na nakuja mbali. Ananiambia kama maitiza mimi nitaenda miguu. Sasa kama mtu nini unaweza mfanyia? Hakuna. Anajua this is my father. Spiritual coverage wangu ndiye huyu.
Ndiye huyu. Asubuhi nani amenipigia simu? Yusuf. Anambia mchungaji, sitakuja kanisani. Iko hivi na hivi na hivi. Grade nani? Grade asubuhi. Kabisa. Anajua nisipoenda church lazima nifanye nini? Nipige ripoti kwa mchungaji wangu. Anajua nani mdogo. Sasa anakuwa na hiyo mbegu. Amen. So usiwahi ondoka katika coverage. Tuwekea 2 Kings 5:20. Bado 7. Second Kings chapter 5 verse 20. Second Kings chapter 5 verse 20. Lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amewachilia huyu Naaman Mshami asipokee mikono mwake vile vitu alivyoleta, kama Bwana ishivyo, mimi nitamfuata mbio ipokee kitu kwake. Basi Gehazi akafuata Naaman. Naye Naaman alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini ya mwanake akasema, je, ni amani? Akasema, amani. Bwana wangu amenituma kusema, tasema sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili na wana wa manabii wape na kuomba talanta ya fedha mavazi mawili. Naaman akasema, uwe radhi. Akatoa talanta 2, akamsulujisha, akafunga talanta 2 za fedha ndani ya mfuko miwili na mavazi mawili, akavitwika watumishi wake wawili na akavichukua mbele yake. Twende. Naye alipofika kilimani alivitoa mikononi mwao, akaviweka nyumbani, akawaacha watu kuondoka naye, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake Elisha, akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Lakini yeye akamwambia, je, moyo wangu kuandamana na wewe? Hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki, je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea vazi na mashamba na misaituni na misabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naaman utakushika wewe na uzao wako hata milele. Naye akatoka uzoni pake mwenye ukoma kama theluji. Tulikuwa na mama mmoja mahali fulani, ndiye alikuwa anahesabu sadaka, na zilikuwa mingi. So akawa ilikuwa inahesabiwa Monday. So akihesabu sadaka anaweka kama 50k kwa mfuko ama 20k kwa mfuko. So akaenda akanunua ploti, akajenga. Anaweza sifi. Akapatikana siku moja. Si nini bishop alifanya? Wakitoka kwa sadaka akamwambia, kujeni, akawaita kwa ofisi. Akamwambia kila mtu atoe bagi yake. Watoa kuta, kila mtu ana mbuda yake. Mama alikufanga, sasa hii haiko hai. Anaweza sifi. Kuna vitu zingine ukifanya katika ufalme wa Mungu ni kama ukunywe ukunywe nini? Dawa ya panya, ngojee panya akufe. Umeelewa hiyo? Unameza lendi, unangojea panya afanye nini? Sasa unafanyanga hivyo. Sema mimi niko sawa. Mimi sifi. Panya anapita hivi. Unajua nimemeza dawa, wewe utaenda tu. Huyu jamaa Elisha, unajua kwa nini Elisha alikataa vitu ya Naaman? Naaman alipitishia sadaka kwa miungu yake, akafanya makafara. So akapelekea Elisha. So Elisha aliona
hata akileta akamwambia sitaki vitu yako uliyetolea miungu. Bwana Yesu asifiwe. So jamaa naye amefuata, ambia kwamba amesema kumekuja watu kutoka mlima Efraim wawili, lete amesema talanta na fedha tupatie. Jamaa kumbe si vitu asipokea, anapokea ukoma. Yeye anafikia amechukua fedha na amechukua, kumbe ni ukoma amepokea. Maana ukoma wa Naamani ulikuwa roho. Kwa si ilikuwa imeenda na maji, ilitoa gazi wapi? Maana ukoma ilikuwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mtu hatari kama, sikiza, kama Elisha anaona mambo akiwa na yeye, na yeye anajifanya kuchukua vitu, si bado atamuona. Mnyama amechukua tu vitu. Naambianga watu hivi siku zote, hata naambianga wachungaji, hakuna siku Mungu anaitanga mtu mjinga. Utakuta mtu ameitwa na Mungu, anavaa kiatu ya mburu na rent ama silipase mbona ndani. Wewe si mjinga. Macho ni kwenu wajinga, kwa Mungu si mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Always God calls people. Kitu ya pili, hakuna siku Mungu alitanga mtu ambaye ni kipofu, mchungaji ambaye ni kipofu wa kiroho. Hata kuna vitu mnaweza ongea naye anajua kabisa unamdanganya. Hata anaweza kuwa alisiona jana na majuzi. Anajua fulani andanganya, hata ni mmoja tu atakomaa siku moja. Ama anaona ile potential uko naye na kia ndio hata kufanyia, anasema acha niache utu, acha tu atulie tu. So jamaa amechukua na amempeleka mahali nyumbani kwake, si kwa Elisha, na akaenda akaficha. Baadaye akakutokezea kwa Elisha. Umetoka wapi mtu wa Mungu? Nilikuwa hapa tu. Babangu nilikuwa hapa tu within. Na siro yangu ile na wewe. Wakati ulipoenda kuchukua vitu ya Naamani. Mama akasema, ambia basi hiyo vitu umechukua, acha roho ilikuwa Naamani ufuate. Jamaa akachukua ukoma. Akatoka, akatumika, lakini mwishowe ametolewa na ukoma. Simama na miguu yako. Ni hatari sana. Kuna watu wengi wana ukoma ya biashara, kuna watu wengi wana ukoma na ndoa, ukoma ya kazi na ukoma ya maisha. Maana ile vitu aliambiwa usiende wachukue, nenda kuchukua. Matokeo ukoma. Ukoma yangu inafanya nini? Inakata watu mikono. Si ni kweli? Vidole. Je, inamaanisha nini? Aisha wewe shika baraka ukakumbatia. So baraka mikono yako inakuanga hivi. Ikija baraka, kija baraka. Hiyo ni matokeo moja. Ingine ukoma ukata mpaka vidole ya miguu. Kweli ama si kweli? Na vidole kwa miguu. Huwezi enda speed. Too slow. Enda pole pole tu. Maana vidole hamna. Kitu kingine ukoma unaonekangwa nje ya mji. Ukangi na watu, hiyo ni favor. Haupati kibali chochote. Umeweka biashara yako mahali pazuri, unafanya vitu vizuri, lakini kibali hamna. Hata siku moja. Nipita siku moja Kitengela, kuna mama alikuwa rafiki yetu Kitengela. Kwa hiyo nitakumbuka jina lake kweli. Anauza sokoni hapa matrisi, vitu za underwear. So mimi nikapitia kumsalimia. Nikiwa hapa tu na manga, pitia kumsalimia. Majina alikuwa anaitwa, nimesahau, miaka mingi tu. So akaniambia, mchungaji unajua nini? Hii duka sijauza siku 2 kitu. Na ako karibu na sokoni Kitengela hapo tu nyuma. Ambeza tuombe. Tukaomba. Sababu kwa jina la Yesu, meta wateja, uchawi wa kufunika biashara toka. Nikambariki. Mimi nikaenda. So mimi nimeenda nakaa kina Pastor Mugambi, kuna mahali nakuanga na nikakaa hapo. So Pastor wewe mbona tuende tukunywe chai mahali. So kaenda kunywa chai tukiongea. Nikaona namba yule mama kanipigia, anambia Pastor, kwani umeenda na manga? Nikamwambia bado sijaenda. Niko hapa tu. Anambia ukupitia hapa, unataka tuongee. Anambia sawa. So mimi nikamalizana na Pastor Mugambi, mimi kaenda tu kwa mama. Hata niomba akaniambia, mchungaji nakwambia ukweli, hata kitu ya sadaka kukupatia mimi sina, nisamehe. Mwambie hapana, si nimekuombea. Mungu atafungua milango. So mimi tumesema Pastor Mugambi, karudia yule mama tena. Anambia ni